Karibu sana mkulima mwenzangu. Leo tutakwenda kufichua ile siri haswa ya kupata mikungu ya ndizi yenye uzito, mikungu mizito kweli kweli. Na muhimu zaidi, tutaona jinsi ile tabia yetu ya kuweka mbolea kwa mazoea, yani kama tulivyozoea, inavyoweza kuwa inakurudisha nyuma na kukuingiza hasara bila hata wewe kujua. Okay, hebu nikuulize swali. Naomba uwe mkweli kwangu na kwako mwenyewe. Mkungu wako wa ndizi una uzito unaokuridhisha kweli? Yaani mara ya mwisho ulipovuna, ule uzito ulioupata ndio ule haswa uliokuwa unautarajia? Au ilikuwa ni hali ya bora liende? Hilo ndilo swali la msingi. Na hili sasa ndilo swali la mamilioni. Wengi wetu tunatumia pesa nyingi sana kununua mbolea. Lakini hebu jiulize, kila shilingi unayotoa kununua lile gunia inakurudishia ongezeko la kilo ngapi kwenye mkungu? Leo tutaona jinsi ya kubadilisha hiyo gharama iwe faida halisi. Si uchawi, ni sayansi rahisi tu ya kuupa mmea kile unachohitaji kwa wakati sahihi. Sasa, katika uchambuzi wetu wa leo, tutapitia mambo matano. Kwanza, tutaizungumzia hii changamoto niliyoita kupiga ramli na mbolea. Pili, tutaingia kwenye sayansi yenyewe, suluhisho la tatizo. Tatu, nina ofa maalum sana kwako. Nne, tutaongelea msingi wa kila kitu, yani miche bora, na mwisho kabisa tutafungua mjadala. Basi twende kazi. Okay, sehemu yetu ya kwanza, changamoto ya kupiga ramli shambani. Hapa ndipo wakulima wengi tunapoteza pesa zetu kimya kimya. Tunatumia mbolea kwa sababu ndivyo tulivyozoea au ndivyo jirani anavyofanya. Kusema kweli, ni kama kucheza kamari na shamba lako. Kwa hiyo ninaposema kupiga ramli, namaanisha nini? Namaanisha unatumia mbolea bila kufuata utaalamu. Labda ni mbolea isiyo sahihi kwa hatua ile ya mmea. Labda ni kiasi kidogo sana au kikubwa sana. Au, na hili ndilo kosa kubwa zaidi, unaiweka kwa wakati usio sahihi. Kila punje ya mbolea unayoweka kimakosa, fikiria kama ni shilingi 100 umedondosha chini na kupotea. Ni hasara halisi. Sasa, ngoja nikupe mfano rahisi sana ambao utaelewa vizuri kabisa. Ebu fikiria mgomba wako ni kama mtoto mchanga, sawa? Wewe utamchukua mtoto mchanga wa miezi 6 na kumpa ugali na maharage? Haiwezekani. Lazima utaanza na maziwa, kisha uji, vyakula laini, ndivyo anavyokuwa. Basi na mgomba uko hivyo hivyo. Kila hatua ya ukuaji wake una mahitaji yake maalum. Sasa wewe unakwenda kuupa mbolea ya uzito wakati bado unahitaji kujinga majani, ni sawa na kumpa yule mtoto chakula ambacho tumbo lake haliwezi kusaga. Ni hasara tupu, yani pesa yako unaitupa. Chukua mfano wa mkulima mmoja. Tumuite Joseph. Joseph ni mkulima mwenye bidii kweli. Kwa miaka 3 mfululizo, alikuwa ananunua mbolea ya aina moja tu na kuiweka kwenye migomba yake. Ukiangalia shamba lake kwa mali, linavutia. Majani ni mabichi makubwa. Lakini kila akivuna, mikungu yake haivuki kilo 20. Alikuwa anajiuliza, ninakosea wapi? Gharama za mbolea zinaongezeka, lakini mavuno yapo pale pale. Hiyo ndio hasara ya kupiga ramli. Sasa, tuende kwenye sehemu ya pili. Tumeshaona tatizo, sasa hebu tuangalie suluhisho. Na habari njema ni kwamba suluhisho lipo. Ni rahisi na linafuata sayansi. Yote ni kuhusu kujua mmea wako unahitaji nini, na muhimu zaidi, unakihitaji lini. Kuna hatua 3 tu muhimu. Unazitaka? Hizi hapa. 1. Wakati unapanda mche wako, mmea unahitaji sana phosphorus, yani P. Hii ni kwa ajili ya kujenga mizizi imara. 2. Wakati mmea unakuwa kwa kasi, ukitoa majani na shina, hapo unahitaji nitrojeni, N, kwa wingi sana. Hiki ndicho kiwanda cha mmea. 3, na hapa ndipo siri ya uzito ilipo. Kabla tu ya kutoa ua na wakati mkungu unajaza, hapo mgomba unahitaji potassium, K, kwa wingi kuliko kitu kingine chochote. Hiyo ndiyo siri yote. Ngoja nirudie tena hili jambo. Potassium ndiyo injini ya uzito kwenye mkungu wako. Unaweza kuwa na mgomba wenye majani ya kijani kibichi yanayopendeza, lakini kama hukupa potassium ya kutosha kwa wakati sahihi, mkungu utakuwa mwepesi, ndizi zitakuwa fupi na nyembamba. Ni potassium ndiyo inayosukuma sukari na virutubisho vyote kwenda kwenye chana na kuzijaza, kuzivimbisha. Hapa ndipo wengi wetu tunakosea. Na hii inatuleta kwenye mantiki ya kiuchumi. Unajua,
kilimo ni biashara. Usinunue mbolea kwa sababu tu ni ya rangi fulani au umezoea. Jiulize swali hili kila unapotoa pesa. Hii shilingi 50,000 ninayotoa sasa itaniongezea kilo ngapi kwenye soko? Kama huna jibu la uhakika la swali hilo, bado unapiga ramli. Basi, sasa twende sehemu ya 3. Pengine unajiuliza, sawa, nimekuelewa, lakini nitajuaje niweke mbolea gani, kiasi gani na lini hasa? Hapa sasa ndipo nimekurahisishia kazi. Nimekuandalia mwongozo kamili wa hatua kwa hatua. Kitabu chenyewe ndicho hiki, Mwongozo wa Kilimo cha Ndizi Tanzania. Ndani ya mwongozo huu tumeweka ratiba kamili. Tumeainisha kila kitu, kuanzia siku unapopanda, wiki ya 4 ufanye nini, mwezi wa 3 ufanye nini, hadi siku ya kuvuna. Tumechukua ile sayansi yote ngumu na kuifanya iwe rahisi kueleweka kwa mkulima yeyote. Sasa sikiliza hapa. Thamani halisi ya maarifa yote yaliyoko kwenye mwongozo huu ni shilingi 95,000. Lakini kwa sababu dhamira yetu ni kuona wakulima wakipiga hatua, tuna ofa maalum. Kwa watu 99 tu wa kwanza watakaochukua hatua leo, bei itakuwa ni shilingi 29,000 tu. Ni punguzo kubwa sana. Basi namna ya kulipia ni rahisi mno. Unachukua simu yako, unaenda M-Pesa, unalipia shilingi 29,000 tu. Namba ni hii 0763071007. Narudia 0763071007. Jina litakuja Daudi Mwakalinga. Ukishalipia tu usipoteze muda. Ingia WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo, andika tu barua pepe yako, yani email yako na itume. Ndani ya dakika 5 mpaka 10 hivi, kitabu chako kitakuwa kimeingia kwenye email yako, tayari kuanza kukitumia. Na hili sasa ndilo jambo la muhimu zaidi. Tunasimamia ubora wa kazi yetu. Kwa hiyo tunakupa dhamana. Pata kitabu hiki, kisome. Kama ukimaliza na ukasema, hapa sijajifunza kitu chochote kipya kitakachonisaidia, tutakurudishia pesa yako yote. Hatutaki pesa yako kama hatujakupa thamani. Yaani, huna cha kupoteza kabisa. Sehemu ya 4, na hii ni ya haraka haraka. Ili ratiba yetu ya mbolea ifanye kazi vizuri zaidi, unahitaji msingi imara. Unahitaji mmea ambao uko tayari kupokea hiyo lishe. Na hapo ndipo miche bora ya tissue culture inapoingia. Miche hii inazalishwa maabara, kwa hiyo haina magonjwa hatari kama mnyauko au bunchy top. Na muhimu zaidi, inakuja na mfumo wa mizizi ulio tayari kufyonza kila chembe ya mbolea utakayoiweka. Kwa hiyo faida zake ziko wazi. Unapata mmea msafi, shamba linakuwa kwa usawa, na kila shilingi unayotumia kwenye mbolea inafanya kazi inavyotakiwa. Kama unahitaji pia miche hii bora, wasiliana nasi kupitia hiyo namba niliyokupa. Na sasa sehemu ya 5, sehemu ya mwisho. Kabla hatujamaliza, nataka kukuachia swali moja la kutafakari ili tuweze kujifunza sote. Hebu tafakari kwa ukweli. Mara ya mwisho ulipoweka mbolea shambani, je, ulikuwa na ratiba ya kitaalamu mkononi au ulifanya tu kwa kutegemea mazoea? Yaani, hapa huwa naweka mifuko 2 au mwezi uliopita niliweka na sasa naweka tena. Andika jibu lako kwa uaminifu hapo chini kwenye sehemu ya maoni. Tujifunze pamoja. Sasa, uamuzi ni wako. Uko tayari kuacha kupoteza pesa na kuanza kulima kibiashara kwa faida? Kama jibu lako ni ndio, basi usisubiri. Chukua hatua sasa hivi. Tuma malipo yako ya shilingi 29,000 tu upate mwongozo wako. Kumbuka, ofa hii ni kwa watu 99 tu na nafasi zinajaa. Namba ya malipo ni ile ile. M-Pesa 0763071007. Na ili uendelee kupata maarifa na dondoo kama hizi, hakikisha unatufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tafuta tu Kilimo Biashara Africa Limited. Mimi ni mtaalamu wako wa kilimo kutoka Kilimo Biashara Africa Limited. Nimefurahi kuwa nawe leo na nina matumaini makubwa kwamba ukifuata ushauri huu utaona mabadiliko ya ajabu shambani kwako. Na kutakia kila la heri na mavuno tele.